Kosa la pili ambalo linafanyika katika ugawaji wa mirathi, mara nyingi utasikia au utaona ya kwamba mke ananyimwa katika sehemu ya mirathi. Mke anakosa mirathi. Sababu kubwa wanasema mke huyu hana mtoto kwa marehemu, hajazaa na marehemu, hapati chochote. Yangu hii si sawa. Hii ni dhulma, hii ni dhulma ambayo tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hasa nyinyi wasimamizi, hii ni dhulma hii ambayo anazulumiwa mke. Mwenyezi Mungu amekwisha gawa mirathi ya mke. Mke katika mirathi ana sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, ikiwa mke huyu amezaa, kwa maana ana mtoto, kwa maana kusudia mtoto huyu amezaa na marehemu, hiyo sehemu ya kwanza, mtoto anahesabika yupo. Mtoto huyu anakuwa ni sehemu ya kumpunguzia mirathi mama yake, kwa maana mama atapata thumunu, 1/8 kwa sababu yupo mtoto. Au inawezekana mtoto huyu marehemu ambaye ni mume wake amezaa alikotoka, bado mke huyu atachukua thumuni kwa sababu anahesabika mtoto yupo. Ikiwa hakuna mtoto, huyu mke ana fungu lake la robo. Kwa hiyo ndugu yangu, usiseme mke hana sehemu katika mirathi kwa sababu tu hakuzaa. Tena mke kama hakuzaa, na tujalie kwamba mume ndio kaoa mara ya kwanza, mume naye hana mtoto, huyu mke kwa kutokuzaa kwake anapata fungu kubwa, fungu la robo. Fungu la robo ndio analopata. Kwa hiyo usiseme hakuzaa ukamnyima mirathi kwa sababu hiyo. Kumbe hiyo sababu ya kutokuzaa inampelekea apate fungu kubwa zaidi, apate fungu la robo. Kwa hiyo suluhisho ndugu yangu ni kumpa mke sehemu yake katika mirathi, na hili tuelewe, hakuna mtu yoyote wa kuligeuza, si shekhe wala si wazazi, na hasa wazazi ndio wanasimamia sana hili, kwamba mkijana wetu hakuzaa na huyu, kwa hiyo hana chochote. Hapana, hii ni dhulma. Huyu mke anatakiwa apate sehemu yake. Haya ni mafungu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyegawa, faridatan min Allah. Haya ni mafungu ambayo yanatoka kwa Allah Subhanahu